Hii ni bajaji, bodaboda, daladala, Uber, Bolt ya mji wa Venice. Usafiri pekee kutoka point A kwenda point B ni maji. Hapo niko Venice, Italia. Kwenye maji ziko kwenye maji hizo nyumba. Jamani. Jamani unamsikia mzee anasema, mzee rudia tena. Nasema unamsogelea Paulo. Yaani kuna nyakati unabadilika. Unakuwa yani binadamu lakini wakati unakuwa malaika. Wow. Namsogelea Paulo. Mnaiona hiyo? Mmeona hiyo? Hiyo ndio mitaa ya Venice hiyo. Kwa hiyo nitakukata mitaa napita kwenye hiyo. Mitaa ya Venice hiyo. Umeona? Mzee anataka kujua kama miguu yangu hii ndio imekanyaga vale. Imekanyaga dunia. Mzee anasema namkaribia Paulo kidogo. Muda mwingine kama binadamu, muda mwingine kama nani? Kama malaika. Wow. Babu, mambo yako vizuri Yako vizuri? Na huko niendako? Nenda kuzuri sana. Kuzuri zaidi. Ngoja nionyeshe picha ya mwisho Hapo ni Venice. Mji pekee ulio ndani ya nini? Ya maji. Hebu naomba tusomee kipengele kinachofuata, nitawapatia picha nyingine kama moja hivi. Matokeo ya kudumu ya pili ilikuwa ni uchungu na chuki kati ya Wakristo na Waislamu inayoendelea mpaka leo. Na matokeo ya tatu ni hali ya kiroho kwa Wakristo ilidhoofika. Watu hawakujali heshima ya binadamu wengine. Wapiga vita wengi walishindwa. Adui wasioamini wanastahili kuuawa tu pasipo huruma yoyote. Hebu tuangalie. Yaani hao ni Wakristo wanasema adui asiyeamini anapaswa kufanyaje? Pasipo huruma. Kuna Ukristo hapo? Kuna imani hapo? Hapana. Na nilisema kuna mambo matano ambayo mimi katika wanafunzi wangu wa Biblia siyaungi mkono kabisa ambayo ilifanyika kanisani. La kwanza ni hili, linaongoza kupigana vita. La kwanza linaongoza kupigana vita. Yaani Wakristo wanapigana, wanapigana wao Waislamu na kuwalazimisha kwa Wakristo. That's very wrong. Hilo la kwanza. La pili ambayo siungi mkono kabisa. Kanisa lenyewe uko mbele kidogo tunaona linaanza kuwa hukumu wazushi wanaokwenda kinyume na misimamo ya kanisa kwa wanawachoma moto. Kanisa linawachoma moto Wakristo wenzao ambao wanapingana na misimamo ya kanisa. Siungi mkono hata kidogo. Kabisa. Hilo tulilo uko mbele. Matatu mengine nitamalizia. Endelea. Hebu tuangalie kwa kina juu ya vita hii ya msalaba kwenye mabano Crusade War katika vipindi vyote 8. Japo tumeshaona hapo awali chanzo cha vita hii, ila binafsi nimetamani tuchimbe kwa undani zaidi ili kuelewa ama kupanua wigo wa uelewa wetu zaidi. Ukurasa wa 13. Historia ya vita ya msalaba kwenye mabano Crusade War. Chimbuko na maana ya vita ya msalaba. Vita vya msalaba kwa Kiingereza Crusades vilikuwa safu ya vita vya kidini vilivyofanyika kati ya karne ya 11 na ya 13. Vita hivi vilikuwa kati ya Wakristo wa Ulaya na Waislamu wa Mashariki ya Kati. Lengo kuu likiwa udhibiti wa maeneo matakatifu, hasa mji wa Yerusalem. Asili ya neno crusade linatoka katika neno la Kilatini crux lenye maana ya msalaba. Wapiganaji wa Kristo walivaa msalaba kama ishara ya kujitolea kwao kwa Mungu na wito wa kidini uliowapeleka vitani. Vita hivyo viliongozwa hasa na Kanisa Katoliki, likihimiza wafuasi wake kulinda na kudai maeneo matakatifu yaliyokuwa yakikaliwa na Waislamu. Inatosha.
Naomba swali lolote kwenye vita vya crusade. Masota tuwekee hizo picha chache nilizokutumia sasa hivi. Watu wapate view ya huo mji, alafu baada ya hapo tutaendelea mbele. Kama kuna swali kwenye vita vya crusade naomba tumalizie hapo, lakini nimesema matokeo yake ni pamoja na kiroho cha watu kushuka, kwa maana wakawa wanasema mtu asiyemwamini Mungu, asiyekuwa Mkristo au wawe bila huruma. Huo ni Uislamu, sio Ukristo tena. Lakini pia chuki kati ya Wakristo na Waislamu ikafanyaje? Ikapanda, na hiyo chuki haijaisha mpaka leo. Wakristo hawana ugomvi na Wahindu, hawana ugomvi na Wabudha, hawana ugomvi na Confucian, japo wako hapa Dar es Salaam. Hawana ugomvi na Wabahai, wana ugomvi na Waislamu. Na ndio maana ukuta watoto mama mdogo, ni kwa sababu tu hivi vita visinge kuwepo. Kuna dini zilikuwepo zamani, Yesu amezikuta kama Wahindu, mbona tuwasemi? Na wako hapa. Wabudha wapo, hatuwasemi. Matokeo ya vita. Kama kuna swali naomba uniulize, afu naendelea mbele kwenye swala la vita. Hakuna Twende kwenye sura ya pili. Twende kwenye majaribio ya kusafisha kanisa. Sura ya pili. Sura ya pili, majaribio ya kusafisha kanisa, ukurasa wa 28. Ukurasa wa 28, sura ya pili, majaribio ya kusafisha kanisa. Nitasoma utangulizi. Mara baada ya kanisa kuingia kwenye maovu ya muda mrefu, vilitokea vikundi mbalimbali ambavyo vilikuwa na azma ya kulisafisha kanisa. Vikundi hivi vilianzishwa na watu ambao hawakuridhika na hali ya kiroho iliyokuwepo wakati huo kanisani. Hata hivyo, kuna vikundi ambavyo vilipingwa vikali na kanisa. Vingi kati ya hivyo vilifutika, lakini imani yao ya ndani bila shaka iliendelea, kwani wengi walijiunga na Waprotestanti kama tunavyoangalia Waprotestanti huko mbele. Pia kuna vikundi vingine ambavyo majaribio yao ya kusafisha kanisa hatari ya vikundi hivyo. Makundi hayo ya awamu ya pili yalipewa bali na vyama vilivyopewa usajili ndani ya kanisa, na vilivyo vingi vinaendelea na malengo yake mpaka leo. Majaribio yaliyokataliwa kwenye mabano uzushi. Katika kipindi hicho, hali ya kiroho ya kanisa ilikuwa mbaya, maana badala ya papa kujishughulisha na mambo ya kanisa kwenye mabano ya kiroho, alijiingiza kusimamia mambo ya serikali. Hivyo utendaji na hali ya kanisa kwa ujumla ikawa mbaya. Kutokana na hali hiyo, katika karne ya 12 makundi mbalimbali yalijitokeza kwa makusudi ya kulisafisha kanisa. Walitaka kujitoa na kumtumikia Bwana Yesu kwa uaminifu. Makundi hayo ni dalili ya hali ya kiroho uliokuwa ndani ya mioyo ya watu. Kundi la kwanza waliitwa Wawaldensi. Okay, tuangalie Wawaldensi ni watu gani? Endelea. Kiongozi alikuwa mfanyabiashara aliyeitwa Petro Waldo katika mji wa Lyon. Chanzo cha kundi hilo ni kwamba alisumbuliwa rohoni juu ya maisha yake. Akapewa neno aliloambiwa tajiri kuwa nenda ukauze vyote ulivyo navyo ukawape maskini, na ndivyo alivyofanya. Walijiita maskini wa Lyon na walihubiri sehemu mbalimbali, lakini sehemu nyingine walikataliwa, ingawa walikazia kufuata maisha ya Agano Jipya kwa njia zote walizoweza. Mnamo mwaka 1187 Papa aliwatenga kutoka katika kanisa la Rumi kwa sababu hawakuona umuhimu wa papa na maaskofu, ingawa walisema kuwa maaskofu na mapadre wanaoishi kama mitume wastahili kuheshimiwa. Walikiuka maadili ya kanisa kama kutotumia Kilatini.
wanawake kuhubiri, kujichagulia watu waliowatolea sakramenti. Walikuwa na juhudi katika kuhubiri na kushuhudia, hivyo walienea sehemu za Hispania, Italia, Ujerumani na Bohemia. Walitumia utajiri kama jambo lenye uovu mwingi. Mwishowe kanisa na serikali waliwatesa na wakakimbilia milima ya Alpo, Italia, ambapo walijiunga na Protestanti wa karne ya 16. Okay, mnaonaje hao watu? Wako vizuri? Mnakubali? Hawana tatizo lolote? Naomba mmoja tuambie matatizo yao. Jamani, hapo niko stand, kituo cha daladala hicho hapo. Kituo cha bodaboda. Mmegiona? Hicho ni kituo cha bodaboda. Wote unachukua bodaboda hapo unaondoka, ndio hiyo hapo, hizo bodaboda. Mimi si wakubali. Weka nyingine. Sio kwamba nawachukia, lakini kwa mawazo yao au mitazamo yao, kwa maana ya imani walionayo, kwamba wao waliuchukulia utajiri kama ni kitu kiovu. Hiyo ni kinyume na maandiko, kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu na pamoja na mambo mengine, lakini alimtaka amiliki na kutawala. Sasa huwezi kumiliki na kutawala wakati huna kitu. Kwa kwenye hela hapo ndio umekataa. Hapo hayo mengine hapo sio sawa. Kwenye hela tu. Haya, nimeconcentrate zaidi hapo. Mwingine mahali walipokosea? Walikataa mamlaka ya papa na maaskofu. Hiyo unaonaje? Kukataa mamlaka ya papa na maaskofu, siwezi kuchangia sana, japokuwa nafikiri sio kitu kizuri. Sio kitu kizuri. Sasa wapinge na hilo basi kama sio kitu kizuri. Niliconcentrate zaidi kwenye hela, pesa. Na huu ni usafiri wao wanaotumia, wanatumia kama daladala, kama Uber, kama Bolt au taxi. Maana hakuna magari yaliyo kwenye nchi, kwenye mji huu. Unaweza kuona huo ni mji, toka block moja kwenda block nyingine imezungukwa na maji. Unaweza kuona hii ni Venice. Kila mahali maji yamejaa, maji yamezunguka. Unaweza kuona namna hiyo. Angalia hapo mambo jinsi yanavyoenda. Haya, kuna hiyo nyingine inapita toka point A kwenda point B. Ni mji wa Venice. Karibu. Venice. 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 Wamejenga kwenye maji, yes. Yaani kama kwenye bahari ya Hindi mule muanze kuweka mainjinia waanze kujenga huo mji pale. Kwa huko juu ya maji. Na chini manake kuna maji. Katika miji ambayo niliwahi kutamani kwenda, ukiachana ile ya zamani ya ndoto yangu tangu utoto, kwa maana ya Jerusalem na wapi? Na Vatican, Italia. Yaani ukiachana hiyo miji niliyotamani tangu utoto, miji mingine niliyoitamani kwenye utalii hapa baada ya kukua kidogo, ni pamoja na mji wa Venice. Ndio mji pekee uliojengwa juu ya maji. Na uwezi kusema umetembelea Italia kama hujafika Venice. Mji ambao hoteli zako ziko booked mwaka mzima. Na raia wameamua kuhama kwenye mji kuachia nani? Wageni. Unaonaje hiyo? Jamani, mke wangu Oresta msalimieni. Oresta. Yuko nyumba nimemjengea hiyo, yuko nyumbani kwake hapo. Mbona? Unaona ile picha ukutani, niko mimi, yeye na wale watoto wetu wawili pale, unaona? Hamna matatizo. Kila kitu iko sawa sawa.
Mbona mambo haya? Kwa anafurahia maisha, anafurahia wokovu, anafurahia kila kitu choko duniani. Sasa aondoke hapa, aende wapi sasa? Afu aende akafanye nini huko anakwenda? Tunamtafutia matatizo tu mengine. Na ukimshauri vinginevyo utakuwa unamtafutia matatizo asiyokuwa na sababu. Na hawezi kukuelewa. Hawezi kukubali. Na yuko hapa anakula maisha, anafurahia wokovu, anafurahia kila kitu. Na nilikuwa nafundisha redioni juzi kwamba jamani, mnaosema ndoa ni kuvumiliana. Kwa kweli siwezi kusema kwamba namvumilia Oresta. Namvumilia kwani amenifanya nini? Namvumiliaje? Si tunaishi, si ndio? Hata yeye sidhani kama ananivumilia. Yaani kama kuna kitu tuseme kuvumilia ni kwa sababu saizi yuko peke yake na mimi niko hapa. Niko hapa na wakati saizi ilibidi angalau amelala miguuni kwangu na nini na vitu kama hivyo. Amefurahi na sasa anivumilie kwani nimemfanya nini? Yaani mpaka anivumilie. Sijawahi kumpiga, si ndio? Sijawahi kumtukana. Sijawahi kumnyanyasa. Sasa anavumilia kitu gani? Anafurahi, ndio maana anafurahi pale. Sasa pale anavumilia, anafurahi. Sio anafurahi. Babu anataka kabla sijazoete nimlete. Wewe kuna babu anataka kuone huku, kuna babu huyu mzee anataka kuone. Babu. Au zile darasa siku moja. Nataka umuona. Sasa ukisema anavumilia ni kwa nini unaona anavumilia pale? Kuna uvumilivu hapo? Hiyo si furaha tu. Alafu na nilivyoondoka nimeacha mpunga pia, mpunga nimeacha. Bibi amefurahi, Bibi amefurahi kusikia nimeacha na mpunga. Bibi amefurahi. Na sio nimeacha mpunga wenye kazi maalum. Yeye ni mpunga tu kae nyumbani pale akae nao pale aniokae nao. Sio kwamba hii kanunue nyanya, hii chumvi, hii nini. Ni akiba tu. Kato. Zala yote kiwepo yani. Ikaa mpunga unakaa pale. Kwa hiyo nimeacha mpunga pale afu mwenyewe nikatoka nikaja. Kwa chochote kinachotokea. Umeona mambo hayo? Simu apiga nini? Kila kitu anamaliza mambo pale. Umeona mambo hayo? Safi kabisa. Safi kabisa. Huyu amefurahi sasa, safi sana. Oresta. Hello. I love you. Hebu shangilieni basi angalau hata kidogo. Sasa wengine hawashangilii sana, sasa sijajua ana shida gani. Okay. Jamani, kama kuna neema Mungu amenipa, jambo la kwanza toka nimeoa mke wangu hajawahi kunisumbua kabisa, hajawahi. Yaani sijawahi kupata hizo stress hizo za ndoa, sijawahi. Sawa? Sijawahi kupata hizo stress. Sawa? Sijafanyaje? Lakini pia na mimi nadhani maisha yangu kwa sehemu kubwa ninayofanya kwa kuhakikisha naitunza nini? Naitunza familia yangu kwa nguvu zangu zote. Yaani kabla sijaanza kuhudumia watu wengine lazima nihakikisha nahudumia nini? Familia yangu lazima. Wale mabinti zangu sikumbuki kama wameweka niomba kitu nikawanyima, sikumbuki. In my life sikumbuki kama waliwahi kuniomba kitu wala watoto wangu nikafanyaje? Nikawanyima au nikasema sina, sikumbuki. Najua napaswa niwe nayo, hicho wanachomba napaswa kuwa nacho. Napaswa kuwa nacho. Na kama hakipo inabidi nifanyaje? Nitafute. Kwa wanaume biashara kwa mke wako na kuomba kitu unasema sina, hiyo nafikiri acheni, msiseme tena. Maana yake unapaswa kufanyaje? Ukatafute. Uipe familia yako ili maisha yafanyaje? Maisha yaende. Kwa mimi mke wangu hata nikimwaga saizi hapa kwa bana, hebu naondoka naenda Marekani mara moja, ataniruhusu kwa moyo mweupe, kwa sababu anajua ninachofanya familia yake inafanyaje? Inafaidika. Ndio wafaidika namba moja. Ndio anufaika namba moja. Nilikwambia toka nimemuoa mshahara wote anachukua yeye, mshahara mzima anachukua yeye, anakwenda na wanakana mshahara mzima. Sio mchezo. Ni ngumu kupata wanaume wa jinsi kama hiyo.
mshahara mzima. Na sio Tanzania, si yule pale anasikiliza. Yuko pale, anachukua mpunga na kaa nao. Anakubali. Na kitabu anacho. Bwana asifiwe. Kwa si unaona ni kama ana kila kitu ana kila kitu. Yuko nyumbani kwake hapo, yuko nyumbani kwake. Na nishalipa umeme wa kutosha, luku imejaa na kila maji yameshalipiwa bili za kutosha na nini, kila kitu kiko sawa. Hana pressure. Na wanawake wataki vitu vikubwa. Wanataka usalama wake tu. Maisha yamekaa-kaje. Baada ya hapo mambo mengine yanafanyaje? Yanaendelea. Na MB zimetosha hapo, naona anaangalia yuko live. Yuko live. Ana MB za kutosha. Jamani makofi. Sasa huyo hajaoa. Achukue point hizo. Sasa ingekuwa mwingine kukuta bando ungekuta limesha pia hapo limekaa ametoka hewani. MB hamna. Sasa hii itakuwa sio nzuri. MB za kutosha, si ndio? Masaa yote hayo. Luku ya kutosha, si ndio? Umeme umelipiwa, shawa inatoa kama kawaida. Unataka nini zaidi hapo? Friji imejaa. Halo. Iko poa sana. Haya, sasa naomba tuangalie hao wazushi wengine. Tukiachana nao wa kwanza, kuna kundi jingine la wazushi linafuatia hapo. Kundi la pili. Japo baba pia nilikuwa na mchango kidogo. Kwenye hawa wa kwanza. Mimi binafsi sitaki kuwapuuza moja kwa moja, kwa sababu title hapa wanasema majaribio ya kusafisha kanisa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wamefanya inawezekana ni uasi kwa sababu walipinga wakiwa ndani. Lakini kuna mambo ambayo wameyafanya hata leo tunayafanya. Kwa mfano hapa wameandika kwa habari ya sakramenti. Wanasema kujichagulia watu waliowatolea sakramenti. Sababu hata leo hii huaga mara nyingi tunapomega mkate huaga wanasema kabisa watu ambao wameokoka na kubatizwa ndio hasa wanastahili kushiriki kwenye hiyo huduma. Haikuwa hivyo. Kanisa Katoliki anayetoa sakramenti ni nani? Anegawa. Padre. Ni padre. Wao walipinga. Kwa walichagua tu mtu yote ambaye yuko safi ameokoka ndo afanyaje? Ndo agawe. Kwa kanisa likawafukuza. Lakini la pili ni hata ningekuwa mimi ningewafukuza pia. Hata ningekuwa mimi. Yaani kanisa limesema mchungaji Mwapila atakuwa atagawa sakramenti, si ndio? Mnasema hapana, Mwapila jana tumemwona usiku mahali hatumtaki. Alikuwa amesimama mahali hatumuelewi, si ndio? Kwa mnamchagua kijana gani sijui hapa? Ndo agawe hivi kuna kanisa hapo? Hamna kanisa. Kwa wao walikuwa hivyo watakatifu sana. Kwa hiyo wanasema mapadre sio watu nini? Sio watu wazuri. Ndio maana nasema lazima askofu wanapaswa kuheshimiwa. Lakini lazima waishi maisha kama nani? Kama mitume. Maisha ya mitume si unajua? Kwamba kwanza wawe na ushuhuda mzuri. Pili, wasijilimbikizie mali. Ndio maana nasema kwamba walihesabu pesa ni nini? Ni uovu. Ndio ile aliyosema yule bwana ameondoka. Ndio yule bwana alisema yule bwana. Kwa hiyo hoja ni kwamba kujichangulia watu, maana ni kwamba walikuwa wanachunguza nani ana ushuhuda mzuri hapa, si ndio? Wanaweza kumwacha mchungaji, wanamfuata mshirika, wanasema wewe unaonekana ushuhuda wako uko safi, ndio tuhudumie. Imekaa sawa hiyo? Imekaa sawa? Haiko sawa. Endelea. Kundi la wa Albigensi walipewa jina la Kathari kwenye mabano safi au Albigensi, maana walitoka katika mji wa Albi, Ufaransa. Waliamini kuwa hapa duniani kuna nguvu mbili zinazoendesha mambo yote, nguvu ya uovu na nguvu ya wema. Nguvu hizo ni za milele na ulimwengu unaoonekana unaendeshwa na nguvu ya uovu. Pia waliamini kuna makanisa mawili, moja ni la Kristo ambalo ni safina na jingine la Rumi ambalo ni bovu. Vile mwaelewa?
Unajua anasema akutukana naye kuchagulia nini? Chagulie tusi. Akuchagulie tusi. Duniani kuna makanisa mangapi? Liko la kwanza la Mungu ambalo ni safi, alafu la pili ni la Rumi ambalo ni bovu. Yaani hao wana ugomvi tu kanisa Katoliki. Ndio wenyewe wakafukuzwa. Hata ungewewe ungewafukuza. Lazima wafukuze. Endelea. Vile vile mwili ni mwovu. Ili uwe safi unatakiwa ukatae mambo yote ya mwili, kama kusalimiana mwanamke na mwanaume na kadhalika. Na kwa sababu hiyo walikana ya kwamba Kristo hakuwa na mwili. Kwa hiyo Waalbigensi walihesabiwa na mapapa mbalimbali kuwa wazushi. Hivyo vita takatifu ya mwaka 1179 ilikusudia kuwamaliza wote. Papa aliyekuwa na nia ya kufuta uzushi aliungana na mfalme wa Ufaransa aliyekuwa na nia ya kujitwalia mamlaka sehemu ya kusini. Wakasimamisha ufalme wenye nguvu. Matokeo ya uzushi huo, kanisa lilikataza Wakristo raia kwenye mabano wa lei au washirika kusoma Biblia. Walidai kwamba uzushi unaweza kutokea mioyoni mwao. Huu ukawa ni mwanzo wa Wakristo wengi wa lei kutosoma Biblia, kwa kuwa wengi waliosoma waliibuka na mafundisho potofu. Hii ilisaidia kuyadhibiti mafundisho potofu, lakini ikasababisha watu kutolijali neno la Mungu, kwani wengi wao wakawa wanaishia kumsikiliza mapadre na maaskofu bila ya kuchunguza wenyewe na kujua maandiko ni yapi na mapokeo ni yapi. Ninaomba tutumie dakika moja kujadili mambo mawili. Jambo la kwanza, swala la kanisa kukataza waumini wa kawaida kusoma nini? Biblia. Ilianzia hapo. Zamani nilikuwa na walaumu kwamba kwa nini Wakatoliki wanakataza waumini wao usifanyaje? Wasome Biblia. Lakini baada ya kusoma historia ya kanisa nikawaunga mkono kwamba kumbe kulikuwa na nini? Na sababu ndio ikasababisha wafanyaje? Wakataza. Waliosababisha ni hawa jamaa Kathari, wanaitwa Safi, wenyewe ni watakatifu, na walikataza mpaka mwanamke na mwanaume kufanyaje? Kusalimiana. Kwa hapa nyinyi ni wazambi wote, mbele ya Kathari akitokea hapo wote mna dhambi, maana mnasalimiana. Na tena walikuwa waruhusu kushikana nini? Mkono. Yaani mwanaume na mwanamke kushikana mkono wafanyaje? Haitakiwi, hairuhusiwi, ni dhambi. Sasa kanisa likaamua kupiga mafuku kuanzia sasa wale wafanyaje? Wasome Biblia. Watakaosoma ni wale ambao wamekuwa trained, na wakishapata training ya kutosha unaelewa tafsiri za kutafsiri maandiko, si ndio? Baada ya wewe ndio utakuwa unawafundisha wenzako. Naomba maoni kwa dakika moja kwa watu wawili, afu baada hapo tunaendelea. Yaani nataka tuangalie hicho chanzo cha kukataza walei wasome nini? Wasome Biblia. Ilianzia wapi? Mwanzo mimi nilikuwa napinga, baadaye mbele nikaunga mkono. Na ndio maana nimetoa maoni yangu kwenye kitabu hapa kwamba hilo jambo lina faida na nini na hasara. Faida ni kwamba uzushi unafanyaje? Unaisha. Kunakuwa hakuna uzushi kwa sababu anasoma ni mmoja ambaye anajua kutafsiri na anaeleza watu wengine. Hiyo ni faida. Hasara ni kwamba kila mmoja anaposoma Biblia nyumbani kwake, ikitokea hana uwezo wa kufanyaje? Wa kuitafsiri, hajasoma hermeneutics, hajui exegesis, tofauti exegesis na exegesis ya fahamu, anakuja na tafsiri yake. Na anaweza akawa na karama na vipawa na ushawishi mkubwa, akakusanya watu akaanza kuwafundisha ujinga. Anavunja vitu potofu. Na uwezi kumzuia kutokana na uhuru wa kuabudu ulio. Naomba maoni. Naonaje hilo la kusema wasome Biblia watu waliokuwa trendi peke yake, wengine wapewe tu wapewe taarifa baadaye? Eleza uzuri wake na ubaya wake. Yaani kwa lugha nyingine, faida ni kwamba kanisa haliwezi kuwa na mafundisho potofu. Hiyo ni faida. Au kanisa haliwezi kuwa na mgongano wa mafundisho, kwa sababu kanisa na fundisho linakuwa moja. Hasara, walei hawatajua Biblia kabisa, baki kuna vitu hawatakutana navyo.
sababu wajisomee wenyewe. Anachokisikia ndio hicho cho anakipata. Kwa uchache huo biashara imefanyaje? Imeisha. Na ndio maana ukimchukua mlei wa Katoliki na mlei wa Pentekoste ukiweka pamoja kwa maana ya maandiko au kwa maana ya Biblia, Pentekoste atokana anajua Biblia kuliko nani? Kuliko mlei wa Katoliki, kwa maana ya kujua Biblia. Lakini ukija kwenye tafsiri sasa, Pentekoste ataanza kukomboa vitu humo ndani, atakomboa udongo, atafanya nini? Yaani humo ndani ya Biblia anayojua ataanza kukomboa vitu mbalimbali. Kwa hiyo utagundua kumbe anaingia kwenye maandiko potofu humo alipofanyaje? Kwenye Biblia hiyo maandiko hayo anayajua. Yule kule kuingia huko hawezi. Kwa sababu kuna vitu tulishafundisha in principle hivi na anaishi katika hivyo. Mmenielewa hapo ninachosema? Kwa kila jambo lina faida na nini? Na hasara. Na ndio maana imani potofu ikija leo, watakao jiunga nayo wengi ni wa Pentecost. Ndio watakwenda kwenye hizo imani. Mroma sio rais. Kwanza enda katafute nini? Na ndio maana padre wa Roma kuligawa kanisa kuondoka nalo pia sio nini? Sio rais. Lakini kwa walokole anamegawika kila siku. Atakuja jina la ufunuo. Jamaa yake anasoma hicho kitu kuelewa aje kielewa afa anatoka na nini? Na ufunuo. Kwa ufunuo anakwenda anaanzisha kitu chake huko. Biashara imeisha. Kanisa Katoliki hicho kitu hakiwezi kutokea. Sababu kwanza hakuna ufunuo pale. Ufunuo ni maandiko yenyewe tayari ni ufunuo. Yaani ile maandiko ule ni nini? Ni ufunuo. Sasa unafunua tena unafunua kitu gani? Babu ananiangalia anashangaa kwa sababu naye ana ufunuo wake tena hapa najua lazima babu ana ufunuo. Uliza. Kwa hiyo asilimia kubwa ya washirika sema tu Biblia kama tafsiri ya Biblia. Kwa hiyo kweli hapo kuna faida. Mimi naweza kusema faida haipo kwa sababu kama ingekuwepo mngeona matokeo ya hicho mnachokisoma. Wanakali tu vifungu vya maandiko basi. Inaishia hapo. Lakini kwa maana ya kujua tafsiri yake sio rahisi. Wote yani kutusaidia. Mimi mnaenda vione huko mnabuvua mnarudi. Mzee Kakobe alikwambiaje? Anasema ameshaiva. Ameshafuzu. Miezi mingapi? 3. Hebu mpe mic ile bwana. Naam, asante. Mimi kwa namna ambavyo nimeona kusoma Biblia kwa watu wote ni bora zaidi. Nafikiri tatizo sio kusoma Biblia. Tatizo hawa watu wana shida zao au kanisa kuna vitu vilikosekana vikawafanya hao wanaposoma Biblia waweze kutoka nje. Na kwa sababu hii ni historia, hata hapa tulipo ni sehemu ya matengenezo. Kwa hiyo hapa tulipo mwalimu, tukisoma huko Biblia hata tusipoelewa sawa sawa ndio mambo yanaendelea. Maana yake hapa sasa tunakuwa safi, hatuwezi kuongea vitu ambavyo viko nje. Kwa hiyo hili darasa ndio matengenezo lilitakiwa tangu mwanzo liliwe. Kwa hiyo tuko kwenye matengenezo na kwa sababu historia tumetoka mbali. Kwa hiyo kulikuwa na mapotofu, makosa, kwa hiyo vile tunavyoenda tunazidi kuwa sawa. Kwa hiyo kusoma Biblia kwa kila mmoja ni sawa na njia ya kumfanya mtu awe sawa ndio kama hii sasa. Tuko hapa. Asante kitu ninachoweza kusema. Piga tu makofi bwana. Ukisikia ulokole ndio huo sasa. Yaani hiyo ndio inaonyesha kwamba wewe ni mlokole. Mpe mic hiyo hapo. Mpe mic hapa. Ninakubali ile la kuruhusiwa kusoma Biblia. Kwa sababu ukiangalia wale waliozuiliwa kutokusoma Biblia anasikiliza tu anaondoka. Haya mafundisho ya Kiislamu wengi sana wakikutana Waislamu wanabebwa kiulaini kabisa kwa sababu hasomi Biblia, haijui. Lakini kidogo anayeisoma Biblia inakuwa ni ngumu sana kumsilimisha mtu, kumtoa kwenye imani yake kumpeleka kwenye nani. Lakini ambaye anasoma tu anaondoka
akikutana watu wawili watatu wakimshawishi, anaona kabisa kumbe hata alipo kwenye Ukristo amekosea kabisa, hawajui chochote, anaamua kusilimu. Kwa mimi nilikuwa naona ile neno kuruhusiwa kusoma neno lilikuwa ni zuri. Sasa watu tafasiri hao walikuwa wazushi kwa mambo mengine, lakini kumzuia mtu kusoma Biblia sio vizuri. Yaani yule asiyejua kusoma Biblia ni rahisi sana kung'olewa kwenye imani yake, kupelekwa imani nyingine. Kwa nyinyi mnaona kuzuia sio sawa, si ndio? Wasome tu. Na huo uzushi na udhibitije? Maana yule amesema kwa darasa hili tunadhibiti uzushi. Sasa wanaokaa kwenye darasa hili ni wangapi? Mwezi mmoja uliopita kuna mama mmoja alinifuata hapa. Tena aletwa na Mwapila. Alimleta kwangu siku ya Alhamisi naponaga watu. Amekuja na ujumbe. Ujumbe gani? Mwezi huu ilikuwa ni watano nadhani. Ndio wewe? Yesu ndo anarudi. No, watano ilikuwa wanne uliopita. Ilikuwa kabla ya Pasaka. Yesu alikuwa anarudi. Mwapila ndo nimleta kwangu. Ana ujumbe wa Bwana. Na umeandikwa kabisa kwa maandishi makubwa. Pepa kubwa hivi. Umepata wapi? Akanifungulia maandiko. Ndio hiyo mnayosema. Ipo, yani hiyo imo kwenye Biblia huko. Amesoma, ameiona kwamba mwaka huu mwezi wa 4 ilikuwa Yesu anafanyaje? Anarudi. Kwenye Biblia imo. Mwapila ndo alimleta kwangu. Ana ujumbe kutoka kwa Bwana. Yaani hoja yangu, kusoma Biblia sio kazi rahisi kama mnavyo dhani. Yaani inaposoma holela, kila mmoja anakuja na nini? Na tafsiri yake. Na huyu akaja kuniambia na akaniomba lile kitabu nimpelekee askofu mkuu atangaze hapo kanisani. Mimi nikamwambia kamkabidhi Mwapila hapo nje, ndo anashughulika nayo mambo. Mpe Mwapila. Mbona mambo hayo? Tuna kazi kubwa. Mimi ninaomba niseme hivi kwamba dawa madarasa kama haya yalipaswa kuwa benki kila mahali. Ingesaidia kwa sehemu kubwa kupunguza. Kwa saizi ukataza hatuwezi tena. Huwezi kukataza watu kusoma Biblia kwa sababu Biblia ishaprintiwa na ishasambazwa kwenye kila lugha, kila jamii, kila mahali. Umeelewa point yangu? Hiyo inabaki kwa historia. Lakini nataka tu mjue kwamba kwa kuprintiwa Biblia nyingi na kusambazwa haiwezi kuacha kuleta uzushi. Lazima utakuwepo. Ndio maana nimekuambia huyu anasema alijifungia ndani mwezi mzima kusoma Biblia peke yake. Ndio akakamwa hapo na hiyo kwamba Yesu anafanyaje? Yesu anarudi. Tena kwa kumonyesha msisitizo, nikamuuliza maswali, nikamwambia wewe una familia? Akasema ndio. Iko wapi? Akasema sio yuko Bunjo, sio yuko wapi. Nikamwambia sasa hizi unaishi na familia? Akasema hapana, Mungu ameniambia nitoke kipindi hiki cha maandalizi ya unyakuo. Niende nikakae peke yangu, sio anakaa Mbweni, sio anakaa wapi, iko peke yake. Anajiandaa na unyakuo. Yaani hapo nilikuwa naonyesha swala la kila mtu kusoma nini? Kusoma Biblia. Hatuwezi kukataza kwa sasa, haiwezekani. Ile inabaki kwa nini? Historia. Lakini madarasa kama yanapaswa kuwa benki. Watu wakae chini, wajifunze nini? Wajifunze Biblia. Wajifunze hatua kwa hatua, in detail. Okay, naomba kuna mikono bado? Haya, naomba dakika moja tu. Mpe mic yule, itakuja hapa. Tunaondoka na kundi la kwanza au la wazushi na kwenda sehemu nyingine. Watu waliwa wanamnaye ni wengi. Lakini kitu kingine mwalimu, ambacho niseme, naweza ngasema ni kwa taifa letu hili. Tunao ulikofichwa ujinga tunao mwingi. Kwa sababu gani? Mimi nitasoma mimi kama hapo Michael ninachokijua
nitaenda kukifundisha. Lakini kama unavyosema madarasa haya, unakuta wale mnaosema vitu vya kweli mnapingwa, lakini wale wanaosema vitu vya kipuzi ndio kundi kubwa tunaangukia. Sasa tufanye nini? Mtusaidie walimu sasa, hii elimu iweze kupanuka ili iweze kusaidia Watanzania, na ni janga kubwa kuliko tunavyofikiri. Ukienda huko tunakoishi mitaani, wachungaji hao tunaowasema sio kwamba ni wachanga, ni wachungaji. Kwa mfano huyu nayesema ni mchungaji wa PHM, yaani sio kwamba ni mtu tu, lakini elimu yake anayefundisha haifanani hata tunayojifunza darasani. Kwa hiyo darasa ni kuombe mwalimu liendelee kuwepo, litushepu sisi hapa, litusaidie ili na sisi tuweze kusaidia watu wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo mimi nasema, unajua, ngoja kwanza kabla hujamaliza, unaposema sio ni mtu tu unamaanisha nini? Naam, unaposema huyo mtumishi sio ni mtu tu unamaanisha nini? Namaanisha tunakuwa tukisema, yani ukishasoma unaona wewe huwezi kujifunza tena. Yani kwa mfano mimi hapa nishapata hili darasa, siwezi kujifunza kwa mtu mwingine. Ni watu ambao wako wa namna hii katika jamii. Yani kwa mfano wewe hapo unafundisha, kuna watu hawakukubali unachokifundisha. Yani anaamini anachokifahamu ndio hicho hicho. Sasa hapo ndio panaanzia kwenye kupotoka hapo. Unajua, ngoja nikwambie, mambo ya imani kidogo ni magumu. Shida ni kwamba mtu anaweza kupandikizia vitu akwambia hii ndio imani yenyewe. Mtu akikwambia kitu nje ya hapa anakutoa kwenye nini? Imani. Kwenye imani. Sisi watu wa imani wengi tuna kitu kinaitwa close mind. Yaani umepokea kitu, umekipokea kitu, unafunga ufahamu, unataka kuishi kwenye hicho. Hiyo ni close mind. Na wakati tunapaswa kuwa na close open mind. Kuna mambo ya imani tunayapokea, tunakaa nayo, hayawezi kubadilika. Wakati iko ni dogma. Lakini tunaacha mlango wa mawazo mengine mapya kufanyaje? Kuingia. Maarifa mapya kuingia. Umenipata hapo? Yaani kama mimi ni askofu wa kanisa langu au letu, nina sababu gani ya kwenda chuoni kukaa kujifunza kusoma? Inamaanisha pamoja na niliyopokea, pamoja na nilionayo, pamoja na niliyofundisha, lakini nimeacha mlango wa kufanyaje? Wa kuendelea kujifunza. Kwa hiyo naomba uelewe, wako watu wa aina hiyo ambao wamefunga mlango, hawataki tena kuendelea kufanyaje? Kujifunza. Wakidhani hiyo ni imani. Paulo anamwagiza Timotheo, fanya bidii katika kufanyaje? Kusoma. Kumbuka yeye anakufa, anamwagiza Timotheo aendelee kufanyaje? Kusoma. Maki aendelee kujifunza kutoka kwa watu wengine. Kwa watu waliofunga ufahamu wao ambao watabaki kuwa wajinga mpaka Yesu anarudi, hao hatuwezi kuwakosa pia. Lazima wataendelea kuwepo. Na hajawahi kutokea mwalimu duniani ambaye akafundisha watu wote wakakubali. Haijawahi kutokea. Hata Yesu mwenyewe akukubaliwa na watu wote. Kwa hiyo kama kuna watu watakataa ninachokisema, hoja tu ya maana ninayoweza kusema, kwa kuwa source yetu ya information ni Biblia, sijamuona mtu anayekuja na points za maana mezani kusema hiki ninachosema sio nini. Hiyo sijaona. Lakini akisema tu anapinga, achana nao, ni walevi tu. Yaani akisema tu anapinga, unapinga nini? Kwa hoja hipi? Unapezi wapi? Hiyo sio jambo la maana. Ila kama anakuja na kitu tangible mkononi, anapinga, hiyo unaweza ukakaa ukajadili. Hivi ibada za ukombozi mnazo nyingi kiasi gani huko mtaani na mnakomboa familia zenu kila siku? Hiki ninachokisema hapo unataka mtu atakubali? Anayefanya hiyo ibada hawezi kubali. Hawezi kubali. Je, anakataa kwa sababu yuko sahihi? Hapana. Hayuko sahihi. Na kuna wengine jamani, naomba muelewe, sio kwamba wanakataa kwa sababu hawaelewi ukweli. Wanakataa kwa sababu inagusa maslahi yao. Asante sana mwalimu, umejibu swali langu. Mwalimu, samahani kama nilikuelewa vizuri. Umesema kwamba huyo mtumishi alionyesha na andiko kabisa kwenye Biblia. Sasa nilitaka labda utusaidie. Maana kuna
nadhani na mimi kuna mahala niliwahi kusoma, sikumbuki kama ni kwenye kitabu cha Wakorinto, unakuta kuna maelezo mengine yanakuwa yameandikwa kama in present time. Kwa hiyo alilolisoma labda Paulo kipindi kile na unavyolisoma leo, yani inaonekana kama yote iko kwenye present. Sasa isiwe kama labda kisha sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana, si ndio? Si Paulo anaonekana na yeye atakuweko wakati huo Bwana anapokuja. Kisha sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwa Bwana, si naye yumo? Yeah. Kwa sababu nakumbuka, sikumbuki vizuri hilo andiko kwenye Wakorinto lilikuwa kama linataja mwezi. Sikumbuki kama lilikuwa linataja mwezi. Nitaenda niangalie vizuri. Sasa siwe na huyo mama labda alisoma andiko ambalo linaonekana liko kwenye present time, labda nimetaja na mwezi. Mwezi Yesu anarudi. Mwezi wa unyakuo. Sasa sielewi, ndio maana nilikuwa nasema kwa sababu umesema nitaka nikwambie nitafutie hilo andiko lina mwezi wa unyakuo, msijaje kuliona. Umesema kwamba huyo mtumishi alionyesha na andiko kwenye Biblia. Sikulisoma. Na wala sikuliangalia. Sasa labda hilo andiko sikulisoma na sikulia. Muulize Mwapila, maana alimkabidhi hilo nani? Alimkabidhi nani? Kama hiyo ni hiyo, mimi kwa kweli sikusoma na sikuangalia. Yaani alivyoniambia kwamba mwisho wa mwaka, yani Yesu anakuja kunyakua kanisa kabla ya Pasaka hii. Aliponiambia tu hiyo kwamba sijui tarehe gani, sio mwezi gani, na ananikabidhi ile makaratasi na ananionyesha andiko pale, nikabidhi Mwapila. Kwa naomba ukitoka hapa muone Mwapila atakusaidia na makaratasi. Sasa mwalimu, huyo mtumishi ulimsaidiaje? Kwa sababu yeye ni mtumishi na kwa kadri tulivyofunza tunaweza kumweka kwenye kundi la wazushi. Sasa mtumishi kama wewe tunamsaidia au wewe ulimsaidiaje? Mimi nilimuuliza ana watu chini yake, akasema alikuwa nao lakini Bwana amwambia ajitenge nao kwanza, kwa amewaacha yuko amejitenga mahali kwa ajili ya ujumbe huu maalum. Nikamwambia kama uko peke yako basi nenda tu kwa amani, haina shida. Bora kama watu wa Mungu wako salama, ila usiwaambie hili jambo mpaka tarehe itakapotimia. Kwa hiyo waliagana na Mr. Mwapila. Waliagana na Mwapila pale nje na ana namba yake ya simu pia. Wana mawasiliano naye. Asante sana. Nasema kwamba hawa watu ambao wanasema kwamba Yesu anarudi na wameandika madokumenti zao, wanataka kwamba watangaze madhabahuni kwamba tarehe fulani Yesu anarudi. Kwa hiyo hawa watu tunakutana nao wengi sana, huwa wanakuja. Lakini wakija wanakuja kwa aina tofauti kama vile mtu ambaye hayuko sawa. Yaani ukimchunguza, ukimsikiliza kama vile hayuko sawa. Na kuna mwingine alikuja hapa, alileta document anataka ziende kwa askofu, anasema kwamba unyakuo unakaribia na yeye ndiye atakaye wahukumu hao watu. Kwa hiyo nina madokumenti yako pale ofisini, na yeye ndo atakaye hukumu. Hata juzi nadhani amenipigia tena simu huyo mtu, anataka kupata majibu. Kwa hiyo kila anapokuja hapa anakuja na dokumenti nyingine kwamba naongezea nyingine, hii nimeonyeshwa, nimefunuliwa kuna 1 2 3. Kwa hiyo hawa watu wako wengi. Kwa hiyo tukimchunguza, tukiangalia, ukimpeleza, na huyo mwingine aliyeleta mwanzo kumbe ni mtu ambaye alikuwa na tatizo la akili. Na alipelekwa mpaka Milembe, wapi amezunguka huko. Na amekuja huko kaandika, anasema Mungu amemwonyesha kwamba kunyakuo karibia na yeye ndiye atakaye wahukumu hawa wanadamu. Kwa hiyo nitaka kusema tu kwamba wako wengi. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo vya kuwa makini kwamba wengine wametumwa au wanaongozwa na roho nyingine. Kwa hiyo ukisikiliza, ukikaa naye, unajua kabisa huyo hayuko sawa. Na hawa watu tulikaa nao na tulimuombea huyo mtu. Na aliondoka hapa anasema kwa kweli nimejisikia kama vile nimefunguliwa. Kwa hiyo tunakutana nao na tunajua namna ya kuweza kuwasaidia hawa watu. Asante sana. Naomba mpe mic. Ulikuwa na swali? Mimi sikuwa na swali. Nilikuwa na maelezo tu kidogo ambayo juu ya namna ya upotoshwaji, labda kwa wale ambao umeeleza kwamba kujisomea mwenyewe Biblia bila mwongozo. Kuna mchungaji mmoja alienda kwenye kanisa moja akazuiliwa kuimba wimbo unaosema unapozuru wengine. Kwa tafsiri yake alijua labda madhara. Wimbo unapozuru wengine usinipite Mwokozi, akazuiliwa simbe. Lakini alipowatafsiria wakapata jibu kwamba kumbe tafsiri yake ni hii kwamba tafsiri ni kutembelea. Kuzuru ni kutembelea. Lakini yeye alielewa ni
kudhuru. Kwa maana kusababisha madhara. Yeah. Kwa hiyo kwenye kanisa lake alikataliwa. La pili ambalo nataka niongeze, tafsiri aliyefahamu yeye ni tofauti na maradhi yawe safi. Yaani maradhi. Alichoelewa yeye ni maradhi. Alielewa ni ugonjwa. Kumbe maradhi ni sehemu ya malalo. Kwa hiyo na huyu naye alikuwa na changamoto ya kutokufahamu. Kwa hiyo nafikiri wale wa Katoliki walikuwa sahihi kwamba kuwazuia. Yeah. Okay. Kuna mtu nyuma yako hapo ananyosha mkono. Kujisomea Biblia kwa kweli kuna hatari sana, kwa sababu kwa mfano tukimchukulia kama Zumaridi ambaye anawaambia watoto kwamba wamwamini yeye kwa ni Mungu wao na mambo mengine. Yaani mtu anasoma alafu anaenda bila kupitia shule maalum, alafu anaenda kufanya mambo yake mwenyewe. Yaani anasoma Biblia, anatafsiri kwa yeye mwenyewe alivyotafsiri, alafu anaenda kuwapotosha watu. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Otherwise kwamba watu wasome na wapite kwenye vyuo maalum na wakafanye kazi, lakini wakiwa chini ya uangalizi maalum, hapo sawa, lakini otherwise ni uongo tupu kama Zumaridi. Kagame ameweka masharti magumu sana ya kuanza kanisa Rwanda. Jambo la kwanza, uwe na degree inayotambulika kwenye mashirika yenu rasmi au mabaraza ya makanisa. Yaani degree ya hiyo theology ambayo unakwenda kufundisha huko. Hiyo ni lazima, sio hiari. Lakini la pili, unapaswa kuwa na kiwanja cha kanisa. Kiwanja, sio kupanga, kilichojengwa na ndani kuwe na soundproof ili isiwaletee shida raia walioko nje. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, unapaswa kuwa na wanachama sio chini ya 1000. Hata kama sio washirika uliowaweka mahali pamoja, lakini wanaokukubalia wewe kuanza hiyo nini, wanaokuunga mkono. Maana isije ikawa una changamoto ya afya ya akili unataka kuanza kanisa, wakati raia au majirani unajua kabisa kichwa yako sio nini, sio sawa. Ndio sawa na wale watu wa Mwapila wale. Yule naye anaweza akataka kwenda kuanza dini yake, serikali italazimika imsajili. Kwa hiyo sheria inasema upate watu sio chini ya ngapi, 1000 wanaounga mkono hicho unachotakiwa kukifanya, ili hao watu wakupime waone kama huyu kweli anafaa kuwa kiongozi wetu. Nimetaja mambo matatu ya haraka haraka. Hii amesema itasaidia kuwaokoa Wanyarwanda, kwa sababu kama daktari anasoma miaka 5 ili aruhusiwe kufanya operation ya jipu na matumbo ya kina mama, kutoa hernia na kadhalika na kadhalika. Huu ni mwili. Vipi kwa habari ya roho za nani? Roho za watu. Nadhani hiyo ikija Tanzania makanisa hayatafunguliwa. Kutakuwa na ugumu mkubwa sana. Lakini nadhani inakuja pia. Nadhani nafanyaje? Inakuja. Mwanzoni nilivyosikia amefunga makanisa 6000, miongoni mwa watu waliolaumu ni pamoja na mimi. Lakini baadaye, baada ya kufanya uchunguzi kwa nini ameyafunga, sikulaumu. Makanisa aliyofunga yakiwemo nawe kama kina Zumaridi. Kama kina nani? Hivi hata ukisema amefungwa utalalamika? Mengine ni majina tu kwamba ni makanisa, lakini ni elili sasa sio nini? Sio kanisa.